tulikuwa na abiria tukielekea Malolo. Tulivyoingia mbele tukakutana na maji. Baada ya kukutana na maji tukageuza ili kupata mwafaka mwingine. Tunakaribia kufika barabara ya lami tukakutana na maji tena mengine ambayo yalikuja kwa ghafla na kusababisha kutuzoa na kutuingiza mtaroni. Ilikuwa usiku wa saa 4 naendea saa 5. Basi tulivyoingia huko wakapatikana wasamaria mwema wawili bodaboda, wakaja wakatoa msaada. Baada ya hapo dakika kadhaa hazikuchukua muda wakaja fire wakatoa msaada zaidi ya kunibebea wagonjwa wangu na kuwapeleka hospitali, lakini mpaka sasa hivi wagonjwa wako vizuri na wanaendelea vizuri. Na chombo cha usafiri tayari walikitoa usiku ule ule. Nawashukuru sana kwa hilo na ninamuomba Mungu kwa kuwa wote tuko wazima tuliokuwepo katika usafiri. Inatakiwa tuwekee mitaro mikubwa ya kuweza kuyazuia maji yasiingie katika makazi ya watu au kupanda katika barabara. Hilo ndio la msingi. Bajaji yake ikawa imezama. Kwa hiyo tumefika pale tukakuta wale abiria tukawaokoa, tukaweka kwenye gari letu la kubeba wagonjwa, tukawakimbiza hospitali ya Kitete. Na bahati mbaya yule mwenye bajaji mwenyewe alikuwa amekimbia akawaacha abiria zake. Kwa hiyo baada ya kuwapeleka wale Kitete kule tukarudi tena kwa ajili ya bajaji ile kuiokoa. Ilikuwa imezama kabisa. Kwa kwenye saa 7 hivi 8 tukafanikiwa kuitoa bajaji, tukaileta, iko kituoni kwetu, ndio hii hapa. Imeharibika kwa kweli. Kwa hiyo hali ndio hivyo. Wale abiria walikuwa ni wakina mama wote watatu. Mmoja anaonekana alikuwa mjamzito. Hali zao hazikuwa mbaya sana, lakini ile paniki na nini, yaani anayejua hali ni mbaya sana ni watu wa afya, lakini pale walikuwa katika hali sio mbaya sana according to. Kipindi hiki ni kipindi cha mvua kubwa, na leo asubuhi nimesikia watu wa TMA wakisema mvua pia zitaendelea kuwa nyingi kidogo. Kwa hiyo ni vema watu wawe makini sana, sio tu usiku, wakati wote. Waendesha vyombo vya moto pamoja na wananchi kwa ujumla, hata watembea kwa miguu. Huwezi kujua ili dimbu limejichimba kiasi gani. Kwa hiyo nashauri watu